limejaribiwa mara 7. Unajua maana yake nini? Limejaribiwa kwenye moto. Wako watu waliokuwa na neno la Mungu wakaingizwa kwenye moto, akina Shadrach, Meshach na Abednego, wakatoka wako fresh, hata harufu ya moto haiko ndani yao. Limejaribiwa kwenye maji, akina Nuhu, gharika zimekuja, watu wenye neno la Bwana wakatoka, maji hayaangamiza. Biblia inasema yajapokuja maji mengi hayatakugharikisha, ujapokuja moto hautakuteketeza. It matters a lot what you carry, baby. It matters a lot what you. So unapotuona tunakimbizana na neno la Mungu, tunahangaika na Biblia, sio kwamba tuna njaa tunatafuta hela. No, we have tested this. We have tried it and find that it is fallible to be trusted. It is infallible to be trusted. Mungu amelijaribu neno lake several times. Na Mungu akilijaribu neno lake, halijaribu hewani, analijaribu neno lake ndani ya moyo wa mtu. La kwako sio geni. Yuko mwanadamu mwenzako alikuwa anaelea kwenye mbao peke yake na familia yake, wakati anaziona nyumba za wengine zinazama. Yuko mwanadamu mwenzako aliyeingizwa ndani ya tundu la simba, akatoka akiwa na nyama zake zote. That's the word of God. When you have the word of God, 2026 wanaweza wakupa kesi za kusingizia. Yes. Watashangaa unatoka nje salama na biashara zinaendelea kama kawaida. Kazi zinaendelea kama kawaida. Ndoa inaendelea kama kawaida. Afya inaendelea kama kawaida. Sema I am unbreakable. I am unbreakable. That's the God we serve. Yes. Ni heri kulitumainia neno kuliko kutumainia nyota za kwenye magazeti. It's very important. It's very important. Ni heri kulitumainia neno. So nimetaka nije mapema ni kuandae mzuka wa kushangilia mwaka mpya, usizidi mzuka wa kutaka kusikia Mungu unaniongozaje mwaka huu. Biblia inasema hivi, njia za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. He must give you words that will lead you 2026. So please, tukimaliza kushangilia na kucelebrate, position yourself mkao wa kusikia Mungu ananiambia nini mwaka huu. Na kamata kodi zako. Kwa wafanyabiashara zitatoka za kwenu, kwa wanasiasa zitatoka za kwenu, kwa wanafunzi zitatoka za kwenu, kwa wazazi zitatoka za kwenu, kwa wenye ndoa zitatoka za kwenu. Kamata cha kwako, survive 2026. Waache watu midomo wazi. Mbona anapigwa vita kila mahali? See what the Lord has done. See what the Lord has done. At the moment ambayo kila mtu alijua Pitii na mke wake kwisha, watch what Jesus can do to a boy that trusted him. Watch what Jesus can do. Amen. Siku zote namshukuru Mungu that I can afford what my enemies cannot afford. Mwambie jirani yako, I have learned not to mind business za watu wengine, including mine. I don't mind my business because my business is God's business. So I don't mind any business. I don't mind your business and I don't mind my business, because as for my business, I have leave it to God. Mbele yako zako na mind sana business za watu. So ni muhimu mwaka kubadilika haimaanishi mambo yako yamebadilika. You must have meaning of the year and live the meaning of the year. Live the meaning of the year. Ndio maana unaona wajanja wanakuandikia tarehe 26 mpaka tarehe 30. Hawa ni watu fulani wamezaliwa, sifa zao ni hizi na hizi. Huyu aliyepanga sifa za watu waliozaliwa Vigo ni nani? Kwani alizipanga vile alizozipanga? Huyu aliyepanga sifa za watu walizaliwa Scorpion ni nani? Kwani alizipanga alizopanga? Kwani
Kwani mimi siwezi kuja? Na mimi nikasema nimezaliwa mwezi wa 9. Sifa zangu ni na hela, na mafanikio, na kibali, naendelea, sikwami. Kwa nini nisipange vya kwangu mwenyewe? Usiku huu wa leo tuna kazi hiyo. Tunapanga za kwetu, tunapanga za kwetu. August babies kama kawaida. Mapenzi mengi kwenu. Watu wa Septemba kama kawaida. Vibali visivyo na utaratibu wa kawaida. Watu wa March kama kawaida. Mungu kuwainua kusikoeleweka. Watu wa Januari kama kawaida. Mtaongoza kila mtakako kwenda. Oh, haleluya. Mwambie jirani yako usiwaache watu wengine wakakupangia maana ya siku zako. Kiruhusu wengine wakapanga maana ya siku zako, ndio wanakuibia hivyo. Ndio wanakunyang'anya hivyo. Hallelujah. It's very, very important. Very important. Sasa kwa dakika hizi chache nataka Mungu atusaidie kitu kimoja. Wewe unasema nimeenda pale, mimi najua nitacheza muziki. Ukimaliza kucheza muziki, jasho ikikutoka, utaondoka tu na harufu, hujaondoka na upako. Hujaondoka na kitu cha Mungu. Lengo letu la kuandaa mikesha kama hii, na mwaka 2026 tutapiga mingi sana. Sana. Yes. Sana. Lengo letu la kuandaa mikesha kama hii ni ili kumsaidia mtu, kumsaidia mtoto wa Mungu apate kitu cha kubadilisha maisha yake. Amen. Wewe maisha yako hawezi kuwa kama alivyokuwa. Amen. My people this side, do you hear what I'm saying? It's very important. Hallelujah. 2026. Huo mwaka huo. Yes. Mwambie yako nina mengi sana ya kujiambia. Nina mengi sana ya kujiambia. Ndio napanga hivyo. Ndio napanga hivyo. Mwambie nikupe habari zangu za 2026. Wale wa ndoa mwambie nina kandoa hapo. Mwambie jiandae mtumishi. Jiandae. Oh, hallelujah. Amen. Mwambie yako 2026 nakwambia habari yake. Na kamkataba ka kazi mpya. Na ka promotion. Hallelujah. Amen. This year 2026 you won't fail. Amen. I speak as a man of God. I say you won't fail. Amen. You won't. Labda Mungu akuniita. Na ninavyojua mimi ameniita. I don't need anybody's approval. He has approved me. Amen. Nasema hivi 2026. Yes. It is that year that you have been waiting for. Amen. It is that year. The year that you have been waiting for. It is that year. Hamna mkwamo huko. Nilikuwa naambia watu juzi mapema. Kwa nini tumetengeneza, nimeandika kile kitabu cha siku 365. Sijui kama mtu anacho karibu. See, you need to get that copy. Can you borrow yours? All right, thank you. This one. Nilikuwa naambia watu siku ya Jumapili. Nikasema humu ndani ziko siku 365. Umekinunua hiki kitabu ili uzisome zote. Ni marufuku kuishia njiani. No, you didn't hear the meaning of it. Yani hakuna mtu atakaye kusomea peji zilizosalia. Kwa maana yake you will have to be alive. Amen. Physically fit. Yeah. With all your eyes, yeah. With all your health, yeah. To read the last page of the book. Amen. Wangapi leo wamesoma kitabu cha 365 2025 peji ya mwisho? Kama ambavyo Mungu amekujalia kusoma peji ya mwisho, hata kama haukutaka kuishi, Mungu atakujalia kusoma peji ya mwisho. Amen.
Kwa jina la Yesu. Amen. Hautaishia njiani. Amen. Mipango ya ovu kinyume na wewe haitafanikiwa. Amen. Akijichanganya mtu akikuchimbia shimo anaingia mwenyewe. Amen. Na vitoto vyake. Unajua? Biblia inasema ukichimbia shimo unaingia mwenyewe. Weka nyongeza na vitoto vyake. Na akijichanganya akiwa na baby anaingia naye. Akana biashara anaingia naye. Ana mama na baba. Yes. Tarehe isiyowekewa maana haina maana, na kama haina maana wengine wataipa maana. Siruhusu mwingine akaipa tarehe yako maana. Kaipa tarehe yako maana. Jaji yuko mahakamani anasema kesi yako tunaipangia tarehe fulani. Leo hii kuna kesi za watu tutazimaliza. Amen. Tutagonga kinyundo hapa. Kesi yako ya kansa tutapiga court. Amen. Hiyo argument ya kimahakama ya ulimwengu wa roho iliyokuwa inasema afe au asife. Afe, we are finishing the argument today. Amen. I say we are finishing the argument today. Amen. Ndio kazi ya Yesu. Ndio kazi ya Yesu. Kuwapa watu maisha ambao wameshindwa kuyapata kwa uwezo wao. Yes. Hujaelewa. Kazi ya Yesu ni kuwapa watu maisha ambayo wameshindwa kuyapata kwa uwezo wao, kwa nguvu zao, kwa elimu zao. Kinachoweza kukupa elimu yako kaa nacho. We thank God for your education. Lakini kuna vile ambavyo elimu yako imeshindwa kukupa. Kuna vile ambavyo wazazi wameshindwa kukupa, marafiki wameshindwa kukupa, kabebi kako kameshindwa kukupa. Kuna vile ambavyo Yesu tu ndo anaweza kutoa. Hivyo ndo tunavyomwambia 2026. Amen. Yale ambayo wengine wote wameshindwa kunipa, ndo nataka wewe unipe. I don't know any other story in my life except story ya upendeleo. Nilipompokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu na kumfanya aniongoze, anisaidie, the minute I did that, he took over. And when Jesus takes over, you let go the wheel. Gari anaendesha yeye. Sasa wewe unaendeshwa kwenye gari. Unawahi kuona wale marafiki zako ambao unawapa lifti au uko nao kwenye gari au umewahi hii inatokea sana wanandoa wakiwa wanaendesha gari au wapenzi. Yaani gari akiwa anaendesha mke wangu, kuna namna yani kuna kile kielele kinataka kumwambia hivi, hapo angalia hapo. Au akiwa anaendesha mwanaume wako, utasikia unataka bibi angalia. Yaani utafikiri mwenyewe hajali maisha yake. Au umewahi kuwa na marafiki wale waoga. Yaani gari unaendesha wewe, brake anakanyaga yeye. Pole. Sasa ndio watu wengine wanataka kufanya hivyo kwa Yesu. Yaani Yesu anaendesha, anakunja kona ile. Yesu pole, taratibu tutaanguka. Jesus akianguka, anafufuka, anainuka, na akiinuka maisha yake yanakuwa kama hajawahi kuanguka. Amen. I'm so happy with my life. See Jesus got into me. Oh boy. So calm, enjoyable. I stress people and I'm not stressed. Very cool life. I love it. I love it. They are troubled with my life. I'm not in trouble. I'm easy. Why? I'm not my business. I don't mind people's business, including Jesus' business, which is me. I don't mind people's business, including God's business, which is me. Mwambie yako mambo ya kufuatilia mambo ya watu ndio yanakukuta kama magumu. Hujasoma Biblia yako? Biblia inasema msisumbukie maisha yenu. Mle nini,
mvae nini? Anasema angalieni ndege wa angani, hawapandi wala hawavuni, lakini mimi nawalisha. Ila nyinyi mnajikuta wajuaji, mnaamua kusumbukia. Haya, sumbukeni. The only condition he gave us, believe me, trust me, have faith in me, have faith in me. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba, ikiwa kuna jambo lolote, Baba, ikiwa kuna jambo lolote nimelibeba, limenishika, linang'ang'ania kuingia na mimi, 2026, mimi ninakataa, ninalikataa kwa jina la Yesu, ninakataa. Mtumishi wako amesema, Yesu unatusaidia kuyafanya yale ambayo hatuwezi kufanya kwa uwezo wetu. Sema yako mambo ambayo nimeyabeba mwaka mzima mpaka Disemba hii yanang'ang'ania kuvuka na mimi. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Wewe uliye mzee wa siku, unayemiliki miaka, wewe uliyemiliki miaka yote, Mungu wa vizazi, hata vizazi, kesho sio fumbo kwako. Wewe uko mbele. Wewe ni Alfa na Omega. Umefika mwisho wakati sisi tuko mwanzoni. Wewe Mungu umefika Disemba 2026 wakati sisi ndo tunaanza Januari. Unayataja mambo ambayo hayapo kana kwamba yamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo, na mimi uliyeniumba kwa sura na mfano wako, naweza kuyataja mambo ambayo hayapo kana kwamba yamekwisha kuwapo. Sema nakataa kuvuka mwaka huu, kuingia mwaka mwingine na changamoto zile za mwaka jana, za mwaka 2025 kwa jina la Yesu. Leo naandika historia mpya, Kila mipango nitakayoiombea usiku huu wa leo ni historia mpya, kwa jina la Yesu. Sema Baba, kila uovu niliobeba miaka iliyopita, mwaka jana, mwaka huu 2025, chochote kile nilichobeba kwa jina la Yesu, ambacho ukitizama wewe haukipendi, wewe haukitamani, wewe haujivuni nacho, Baba, ninaomba toba usiku huu wa leo. Kwa damu yako Yesu, unitakase, unisafishe, nisiingie na uovu niliopita nao miaka yote, nisiingie mwaka mpya na uovu wa mwaka jana. Shetani asije akanishinda. Kila mlango uliofunguliwa kwenye maisha yangu 2025, leo hii ninaipa maana siku hii ya kwamba hii ndio siku ninayoiacha ile dhambi, ninayoacha ule udhaifu, ninayoacha lile tatizo, ninayoiacha ile changamoto, ninayoacha ule ugonjwa. Kwa jina la Yesu, ninakataa kuvuka mwaka mwingine na watu wale walioniharibia maisha yangu mwaka jana, walionitendea uovu mwaka jana. Hata kama nimeshindwa kuacha, Yesu kata, weka mpaka. Yesu weka mpaka. Kwa damu yako weka mpaka. Kwa jina la Yesu weka mpaka. Zuia mateso ya mwaka uliopita yasinifuate mwaka mwingine, kwa jina la Yesu.